hujabariki mifugo zako, bado hujabariki shamba lako, bado hujatendea Mungu hata mavuno na shukrani kwa mwaka huu. Mungu amekutendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu, Petro alisema ya kwamba sisi hatuna fedha, hatuna dhahabu yenye mnaweza tarajia ya kwamba tutawapatia. Lakini Kristo akamwambia yule mtu aliyepooza, yule alikuwa anabeba kila siku kupelekwa mlangoni, akamwambia nilicho nacho ndicho nitakachokupatia. Mimi nakwambia tumeleta hapa jina lililo na nguvu, jina la Yesu Kristo. Petro aliambia kwa jina la Yesu Kristo amuka na uende. Sema haleluya. Na Petro akaenda kumshika mkono. Alipomshika mkono, maandiko yanasema mifupa zake zikaanza kupata nguvu, nyayo zake zikaanza kupata nguvu, na mara yeye akaanza kupata nguvu, akaanza kurukaruka. Mimi nimeleta jina lililo na nguvu. Madaktari wakikuza kwako, tumeombea uji ambao utakunywa leo, tumeombea dawa zote ambazo unaenda kupata leo. Huduma ambao unaenda kupata leo, unataka upate uponyaji. Daktari kileta kipimo kwako, uwe discharge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mjipe imani. Amen. Mjipe imani. Amen. Mjipe imani. Amen. Mjipe imani. Amen. Mama usikate kauli. Jipe imani. Amen. Najua mwili nauma, lakini jipe imani. Amen. Jipe imani. Amen. Mjipe imani. Don't lose hope. Don't lose hope. Whichever pain ambao unapitia, ile changamoto unapitia, usijali. Mungu yuko. Tumeleta jina lililo na nguvu. Jina la Yesu Kristo. Daktari kuguza kwako, mifugo itaanza kupata nguvu. Mwili wako utaanza kupata nguvu. Utaenda nyumbani, utakamilisha kazi yako. Utaenda kuendeleza shughuli zako. Mifugo zako utaenda kuendeleza. Utaenda kubariki mpaka watoto wako. Mpaka wajukuu wako wataenda kubarikiwa. Mpaka kitukua na nini itaenda kubarikiwa. Waone uwepo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana kwa kutupatia muda hii na kutubariki na kutukubalia tuombe na nyinyi. Nataka tutembee bado tunaendelea mpaka tufike kule kwa maternity. So ningeomba nafasi hii tuombe pamoja na nyinyi. Asante. Tumainio Bwana, heri watumainio Bwana, watapata baraka. Hii ni hospitali ya Mbale, hii ni hospitali yetu ya Mbale. Hii ni hospitali yetu ya Mbale. Tumekuja tu ni kwa ajili ya kutengeneza neno, kuomba pamoja na wagonjwa ambao wataweza kufika ndani ya ibada mwaka huu. Hii ni hospitali yetu ya Mbale. Kanisa la Holy Spirit liko ndani kwa ajili ya maombi. Mahali ulipo tu aminia hawa wagonjwa. Mahali popote ulipo aminia wagonjwa kwa ajili ya uponyaji. Tumewaletea tu uponyaji. Mahali popote ulipo amini ni kwa ajili ya wagonjwa. Na hapo kwa comment niandikie tu quick recovery kwa wagonjwa wetu. Hapo kwa comment naomba tu uandike quick recovery, na kupitia kwa hiyo message andika na imani, maana unaenda kutengeneza kitu kizuri. Baba huyu anakuhitaji, mchana huyu anakuhitaji. Dhihirika maana wewe ni mfalme. Yesu. Ndio mema maana unastahili. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante. Siku njema, kuwa na imani, kuwa na imani. Maana Mungu atawatendea mema. Mungu awatende mema. Hajawasahau, anajua yale makali ambayo unapitia. Asante. Kwa wale wanaendelea kututazama, tuko ndani ya Mbale Hospital. Ni kwa ajili ya kuomba na Mwenyezi Mungu, kuomba na wale ambao wataweza kufika ndani. Jinsi nimekuambia, hapa ni Mbale Hospital. Tumekuja tu ni kwa ajili ya kuweka maombi pamoja na wagonjwa wenzetu ambao wameishi hapa kwa ajili ya ugonjwa. Wengine labda hawana hata pesa ya kutoka hospitalini, wamepona lakini hawana uwezo yote ili wapate kutoka hospitalini. Na pia kumbuka tuko na ibada kubwa pale Mbale. Kwa wale wanatutazama online, unakaribishwa kwa ibada hiyo. Hii ni hospitali yetu ya Mbale. Tumekuja ni kwa ajili ya maombi. Ukiona napotea kidogo, jua tu ni hali ya network, maana tuko ndani hospitali.
Ndani ya hospitali tunaongozwa na coordinator Mark wa Nairobi Diocese, coordinator wa Dagoretti, Evangelist Peter pia kwa ndani, niko na karani wa Dagoretti Benjamin Munambo, tukiongozwa na Adika. Sasa kujeni Ndio coordinator? Kujeni. Tumeingia wodi ya pili. Tumeingia hapa mapema, tunaingia wodi ya pili ni kwa ajili ya maombi kwa wagonjwa ambao wako ndani ya wodi hii. Challenges za usafi pia ziko, na kwa sababu ni masaa ya usafi. Tunaongea na mhudumu. Wazima. Habari ya asubuhi. Hapa tumefika wodi ya watoto ambao tumekuja kuomba pamoja na wao siku hii ya leo. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo na msifu Bwana kwa hiyo nipata utakaso. Ani neema Ya ajabu kumpa mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu kumjua Yesu wa msalaba. Kijito cha utakaso. Jinsi nimekuambia, andika tu kwa comment quick recovery kwa watoto, na pia tuwaombee wapate pesa ili matibabu yao iendelee. Tafadhali wapendwa ambao wanatazama, Mama nataka uamini. na waomba tu endelea kuandika quick recovery. Itakuwa inanisaidia sana kunitia imani ya kwamba mahali popote ulipo unaombea watoto hawa. Asante sababu bado tunapumua. Umelala kama umekaa, umelala kama unawaza, umelala kama unatafakari. Mimi nakwambia siku ya leo ujipe moyo, siku ya leo jipe imani, siku ya leo jipe imani yako. Mungu lazima atende maajabu. Mungu lazima atende maajabu. Sisi tumekuwa katika mkesha wa siku 4, tunamaliza siku ya leo. Tuko na ushuhuda mkubwa mpaka hapa mbali. Lakini Mwenyezi Mungu akatuneea akasema naomba na nyinyi. Mwenyezi Mungu akatutuma kwa hospitali. Na tukaongea na management, ndio washukuru zaidi. Wakatukubalia tukuje tuombe na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi wa mama nawaambia, msiwe na hofu. Msiwe na hofu. Msiwe na hofu, Mwenyezi Mungu anaenda kuwatendea. Na mema yanaenda tupate andiko. Sasa tutaenda kusoma kitabu cha Petro mstari wa 3 mstari wa 6 katika Matendo ya Mitume. Tutasoma. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho. Kuna mtu mmoja ambaye alizaliwa kwa utoto wake kama yeye ni kilema. Huyu mtu alikuwa ni mtu hajiwezi. Alikuwa physically challenged. Hakuwa mtu ambaye anaweza jiosha. Hakuwa ni mtu ambaye anaweza jilisha. Alikuwa ni mtu dhaifu. Mtu mpaka kafika pale mwenyewe akakata kauli. Hata familia ikachukua hatua ya kutumia huyo mtu kama chombo cha income. Yaani walikuwa wanambeba, wanampeleka pale panaitwa Mlango Ulio Mzuri. Kazi yake pale ilikuwa ni kuomba na anapewa kitu hapo. Ni kuomba anapewa kitu hapo. So Petro akienda kanisani kama umejazwa na Roho Mtakatifu, walitazama huyo mtu wakaona huyo mtu anafaa apone na wakaona uponyaji ndani ya huyo mtu. Walipoenda, Petro alimwambia tutazame,
Huyo mtu akawatazama kwa macho makali, akidhania kwamba wanataka kumpatia kitu, lakini si hivyo. Petro aliwaambia, hatuna fedha, hatuna dhahabu, lakini tulicho nacho tunataka tuwapatie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe amini tu hapo. Wewe amini tu. Petro aliambia yule mtu, tulicho nacho tunataka kuwapatia. Akaenda akasema, kwa jina la Yesu Kristo, amuka na uende. Akamshika mkono, akaanza kutembea naye, akamuinua, na maandiko yanasema hapo ndipo nguvu zikaanza kurudi katika mifupa zake, nguvu zikaanza kurudi katika nyama yake, nguvu zikaanza kurudi katika jinsi nilivyokuambia. Hii ni wodi ya watoto wanaendelea kupata uponyaji kupitia kwa madaktari wao ambao wanawahudumia. Hata kwa wewe ambao umelala hapa, inaenda kutoka kwa mtoto wako ambaye ameugua, inaenda kutoka kwa mtoto wako ambaye amelala, inaenda kutoka kwa mtoto wako ambaye ameisha nguvu. Yesu nguvu anaenda kumrudisha nguvu zake. Madaktari watakapomguza mkono wao kwa yeye, watakaoleta vipimo zake, watakaomletea uji na kunywe, watakaomletea hata madawa na meze, hapo ndipo ataanza kupata nguvu katika mwili, kwa sababu mtu wa Mungu tumeshamtanguliza ambaye ni Yesu Kristo, neno ama jina lililo na nguvu. Tunajaribu kuongea na wagonjwa wetu waaminie tu, ni kwa ajili ya maombi. Wakipata uponyaji itakuwa ni furaha kwetu, waturudishie shukurani wakati mwingine. Lakini huna vile, hata mwingine uko hapa, mimi nakwambia ukitaka kusupport huduma kwa ajili ya bundles, unanunua tu bundles, unatuma kwa line yangu ndiposa isikatike, kwa sababu pia mimi mwenyewe kuenda kwa line kununua inakata. So support na bundles 20, 10, nunua tu bundles direct kwa namba yangu. Wale wana namba yangu unaweza pia share hapo kwa comment, kwa sababu ya time kwa comment pale ni ngumu. Magonjwa msukumo wa jukuu, mpaka hata jamii yako imejua tu. Kama hauko, wanasema hata unaenda kwa chama, wanasema unaenda wapi? Hospitali. Yaani wale wako kusukuma mpaka baba za mtu utizamwe hospitali. Yaani unaweza kwenda sokoni kutoka kwa mzuri. Wana mtu ni hospitali. Mimi nakwambia mama, jiweke nguvu. Jiwe ya jiwe tu imani. Heri wamtumainio Bwana. Comment yako inatupa nguvu. Comment yako ya quick recovery inatupa nguvu. Hata ukiandika tu uponyaji wa haraka. Mfalme wa ajabu, simama na kutupa wewe ni Kristo. Wewe ni mfalme. Utambua watoto hawa kuzaliwa kwao. Simama na wao, maana wewe ni Kristo. Simama na mmoja wao, kila mmoja apate uponyaji, maana wewe ni Kristo. Jina lako likainuliwe, jina lako lipewe sifa. Simama na kila mmoja, simama na kila mmoja, maana wewe ni Bwana. Simama na mmoja, kila mmoja, maana wewe ni Kristo. Jina lako likainuliwe, udhihirisho wewe ni Yehova. Jina lako likainuliwe, ponya kila mmoja, maana wewe ni Bwana. Wape uponyaji wa haraka, maana wewe ni Kristo. Watie mkono wao mtakatifu, maana wewe ni Kristo. Asanteni kwa sababu ya uponyaji Jehova. Asanteni kwa sababu ya huduma Jehova. Tenda muujiza, maana wewe ni Kristo. Wakawaonekanie na wakawatetee, maana wewe ni mfalme. Tutasema ni asante, maana unaweza. Hawa wazazi wameamini ya kwamba watoto wao watapona, na Yesu tunakuita hawa watoto waweze kuwaponya. Tutasema ni asante. Udhihirike, maana wewe ni mfalme. Watendea hiyo haki, maana wewe ni Bwana. Wanakutumaini, maana wewe ni mfalme. Warudie, maana unaweza. Watendea hiyo mema, tutasema ni asante. Watoto waweze kupona, maana wewe ni mfalme. Na tunaomba machache katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Wewe unataka kujua ishara ya maisha? Wewe hizo majaribu, usikate tamaa. Kisha imani yako mwekee Mungu, Mungu atawatendea hiyo haki. Na mbarikiwe sana.
Sasa mbarikiwe. Mungu akawezeshe. Mungu atendee mema. Hii ni wodi yetu ya pili tangu tuingie hapa saa moja. Hii ni wodi yetu ya pili, tunaendelea sasa. Asante wale wanaendelea kutazama, kaa nasi. Nikishatoka hospitali pia nitakuwa nakupeleka kwa gwaride ambayo itakuwa inakaguliwa bendera zote za Dayosisi 13 siku ya leo. Tumefika kwa wodi ya wanaume. Lazima tunaitisha kibali kwa wote, ndio ndiposa tu deliver. Tunaitisha kibali kwa mhudumu. Asante sana. Hii ni wodi ya wanaume, nafanya kazi hapa kwa ajili ya shughuli. Asante sana. Hii ni wodi ya wanaume. Tafadhali andika tu quick recovery, watu wanaumia huko nje. Haijakuwa kazi rahisi, lakini endelea kutusikiza. Endelea kusoma nasi, maana wewe ni Bwana. Wapendo wagonjwa wako, naomba kuna imani kuleta neno Mungu baki kuwatetea na watangazia habari njema Yesu Kristo. Tumekuja kuwatangazia habari njema Yesu Kristo kwa ajili ya siku ya leo. Licha kwamba nyama za mwili zinateseka, unateseka ni kwa ajili ya magonjwa, unateseka ni kwa ajili ya uchungu wa mwili, unateseka ni kwa ajili ya mateso unapata kwa ajili ya ugonjwa. Lakini tumewaletea habari njema ya Yesu Kristo kwa siku ya leo. Tumejumuika na kufanana na mitume akina Petro. Tunaleta neno la Yesu kuwaletea habari njema kwa siku ya leo. Kwa hivyo tunaomba mama, jipe imani. Jipe imani mgonjwa, jipe imani. Unapoleta neno, muamini Yesu Kristo. Mtumainie Yesu tu tunapoleta neno. Tunaenda kusoma Matendo ya Mitume. Kitabu ni cha kifungu cha 3 mstari wa 6 hadi 7. Nasoma. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Kwa jina la Yesu
Kristo wa Nazareti, simama uende. 7. Akamshika mkono wa kiume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Ni asante sana. Hii maandiko ambayo imesomwa ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Baada ya Yesu, kuna wale mitume waliobaki nyuma wakaanza kufanya kazi. Huyu ni mtu mmoja, inaongelea kuhusu mtu mmoja aliyezaliwa kama amepooza, aliyezaliwa kama hajiwezi, aliyezaliwa kama hawezi kutembea. So ikafika pahali alipokuwa amefika pahali, akafika pale akasemezana kwamba jamii yake ikamchukua, maana ikamwona maybe ni mtu duni, ilimwona ni mtu hafai, ilimwona maybe ni mtu sasa mtu ovyo, ikaanza kumtumia kama kitoweo, ikamchukua ili kilikuwa inambeba kila asubuhi, inampeleka pale palikuwa panaitwa mlango ulio mzuri. Ule mlango kuna kanisa kubwa ilikuwa pale. So huyu mtu alitumiwa kama ni mtu wa kuomba. Alikuwa ni mtu hajiwezi. Mambo yake alikuwa anasaidiwa kila kitu. Alikuwa anafanyiwa chochote anataka. Alikuwa anafanyia juu, hata kuvaa angeweza kuvaa, hata kukula angelishwa, hata kutembea angetembezwa, maana ndiye alikuwa anabebwa anapelekwa pale. Lakini Petro siku moja wakienda kanisani, walimuona yule mtu aliyekuwa amezaliwa akiwa kilema, wakamtazama na wakamuonea huruma. Ndani ya mioyo zao kama apostles waliona, wakajua kwamba sisi tunamhubiri yule mtu aliye na nguvu. Wakaenda wakamtazama na wakasema, sisi kama mitume hatuna fedha, hatuna dhahabu tunaweza kukupatia, lakini tuko na kila kitu ambacho tunaweza kukupatia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana Yesu izomie. Amen. Bamuhenza na Petro na bambola kumiki. Dumba na abumika. Bambola kwa jina la Yesu. Tunasema ondoka na usimame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo tumeleta hapa neno lilo na nguvu. Neno lilo na nguvu kushinda kila kitu. Yes. Neno la Yesu Kristo. Ya kwamba Petro aliwaambia kwa jina la Yesu Kristo ondoka. Si tumekuja hapa. Tumekuja mahali hapa. Tumekuja mahali hapa. Tumekuja kukwambia mzee, umekata kauli. Umegonjeka, nyama ya mwili wako inauma mpaka umeona hapa hapafai, hata siwezi, nauma na nyama yangu mpaka umekuwa mtu wa kubebwa. Mimi nakwambia usikate kauli. Jina lililo na nguvu, jina la Yesu Kristo liko na uwezo. Kuwa na imani. Hata kama umefadhaika sababu ya mzee, umefadhaika sababu ya baba yako, umefadhaika sababu ya mjomba yako, mimi nakwambia jipe imani, tumanie Mwenyezi Mungu ako na uwezo. Madaktari watakuja kuguza kwako, mifupa ya miguu yako itaanza kupata nguvu. Mungu atakuja kukuinua. Utaanza kupata appetite. Hata nyama yako itaanza kupata nguvu. Mungu anaenda kukutendea mema. Wewe jipe tu imani. Yes, Mungu anapitia machungu. Shughuli zako zimekwama. Uko hapa na mtu kijana anakungoja. Madaktari watakapoguza kwako, unaenda kupata nguvu. Unaenda kurudisha nguvu zako. Jipe imani. Jina hilo na nguvu. Jina la Yesu Kristo. Linaenda kuinua tena. Unaenda kusimama. Inaenda kuwa ni ushuhuda. Inaenda kuwa ni uponyaji. Hata watashangaa. Mpaka na maadui yako watashangaa. Utafanya wengi waokoke na waamini kwamba Kristo yuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mtu hakuwa anajiweza. Alikuwa na debo tu. Petro alipomwangalia, wakamchukua, wakampeleka pale. Jamii yake ilikuwa inamsongesha tu. Mpaka watu wanakosa nguvu. Mpaka watu wanakosa biashara. Sababu unakana mgonjwa wako. Mimi nakwambia usifadhaike, unaenda kusimama tena. Tumekuletea hapa hope. Tumekuletea tumaini. Jipe moyo. Just mimi na jipe moyo. My brother, I'm telling you. Jipe moyo. Unaenda kusimama tena. Jina lililo na nguvu. Jina lililo na nguvu la Yesu Kristo linaenda kukusimamisha. Petro alimwambia, hatuna fedha, hatuna dhahabu ya kukupatia, lakini kwa jina la Yesu Kristo simama na uende. Alipomguza mkono, mifupa zake zilianza kupata nguvu. Ukisoma mbele nasema yule mtu pia aliyekuja kuingia ndani ya kanisa akatoa ushuhuda. Ukiwa mahali popote unatazama, unaweza niandikia tu ujumbe wako kwa wagonjwa. Itakuwa wa maana sana mahali popote tunatutazama. Coordinators wako katika hii kazi
na wamepewa okay na askofu mkuu wa ibada hii. Askofu anayelinda ibada hii ni Albert Obede. Wakati haya maono yalionekana, alituma coordinators wako ndani ya huduma hii ni kwa ajili ya kuwaombea wagonjwa. Jinsi nilivyokuambia, hii ni ward ya wanaume, watu wanateseka na magonjwa. For sure people are suffering. Comment yako tu pale inatupea pia sisi imani, inatutia nguvu kutenda kazi hii. Haijakuwa rahisi, haijakuwa rahisi. Tumekuwa kwa mkesha wa siku 4 kwa sababu ya kazi hii, kwa ajili ya uponyaji ya wenzetu. Unaona watu wanatumia mipira kupumua. Wewe uko hai, wewe uko mzima. Mshukuru Mungu na uombee mwenzako ambaye anateseka na magonjwa apate tu kupona, ili aweze kutafutia jamii yake akiwa mzima. Kama unatazama, unaweza share hiyo link ndiposa pia wenzako wasaidiane kwa maombi. Unahitaji dawa yako Kristo, kama unatazama Mfalme wa ajabu, simama na kila mmoja wewe Kristo. Wewe Mungu unawajua kila jina kila mtu. Wewe kuwatendea mema, maana wewe ni mfalme. Bimidiwe maana unastahili. Kuna wale chumba hiki tunaleta chochote kwako. Kuna wagonjwa wanakuhitaji, wanakuhitaji mfalme. Wanaumia kwa ajili ya nyama ya mwili wao. Kama wanakuhitaji Jehova, tunakuita mwana wa Mungu uliye hai. Utende mema maana wewe ni mfalme. Ukaguze kila mmoja maana unastahili. Na jina lako litukuzwe maana wewe ni Bwana. Wagonjwa wote tunawaombea, watende mema maana unastahili. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amen. Mungu watende mema, kuwe na amani ya Yesu. Mungu watende mema, kuwe na amani ya Yesu. Naenda kutembea tena. Wale watawezeshwa, tuko na ibada hapa Municipal Ground ni All Spirit Church of East Africa Bokoyani headquarters. Karibuni pale tuombe pamoja. Hii ni huduma ya vijana, hii ni huduma ya vijana. Ukitazama utaona rangi ya kijani kibichi. Wamevalia rangi ya kijani kibichi kuonyesha wako kwa department ya vijana. Wamekuja huduma kwa hospitali hii ya Mbale. Ni muda mrefu kanisa letu lijakuwa likihudumia wagonjwa hapa, ndipo sasa tukaona ya kwamba wakatengeneza mkesha na kwa ajili ya kukuja mahali hapa. Kwa wale mnatutazama, mungependa kusupport pia mnaruhusiwa. Hatujakazia mtu, lakini comment yako ni ya muhimu zaidi, na kushare hii link na wenzako ili tupate kuomba kwa pamoja na Mungu atutende mema. Ukiona na katika ni kwa ajili ya ghorofa za hospitali, labda ni network, lakini tuko hapa. Tukimaliza tutakuwa tunaenda ku refresh up, then we come back for the air service of the Hospital Church of East Africa. Karibuni sana, karibuni sana.
Asante sana Geoffrey Ndede na kutambua, endelea kututazama. Asante sana Helen Adika, Miss Bishop Adika, karibu sana. Endelea kutusaidia kwa kuomba kwa comment tu hivyo. Fundi wa Thamos na kutambua. Fundi wa Thamos na kutambua, Mungu akutende mema wakati unaendelea kututazama. Asante sana wenzetu. Asante sana kwa wanaotutazama. Tuko ndani ya hospitali ya Mbale kwa ajili ya maombi. Asante sana, Mungu awatende mema. Nimekuambia tu hata kama uko mbali hivyo, omba tu hapa kwa comment na hayo maombi yatafikishwa na Mwenyezi Mungu. Mzee bwana. Yeah. Yeah. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Hapa ni mahali kina mama wameweza kujifungua salama salamini. Pia tumewaletea maombi kwa safari mrefu ambao wamekuwa nayo. Jinsi mnavyoelewa, kwangi kazi rahisi. Ndiposa mtu abebe mtoto tumboni na kudeliver akiwa salama salamini. Kwa hivyo tumekuja kurudisha nao shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ndiposa unaona watoto wako. Tunashukuru Mwenyezi Mungu maana si kwa mapenzi yetu, bali ni mapenzi yake anatuwezesha. Ni mapenzi